Hujambo, karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu kinachotujenga na kutuunganisha kama jamii. Ni mimi wako wa kila siku Mwanamanga Babu. Na mie naitwa Tatu Amani. Naam, kama kawaida tunakuchana, tunakushona. Talaka inavunja ndoa, lakini talaka haivunji malezi haswa kama kuna watoto. Leo tunaangazia masuala ya malezi, co-parenting, haswa pale wazazi wanapotengana, athari zake na suluhu za overcome hizi athari. Naam Tatu. Naam, mtazamaji wetu, nataka kusema karibu tena kwenye Kijembe House, na kama unavyojua hapa tunakuchana kwa uzuri tu, si ati tunakuchana kwa ubaya. Na pia tutakushona kwa ajili ya kuweza kuiboresha jamii yetu. Na kama alivyolisema dadangu Mwanamanga, swala la co-parenting ni swala zito na ni swala gumu. Na co-parenting mara nyingi zaidi huanza na mapenzi. Kwa sababu huyu mtoto ni product ya mapenzi. Watu wawili walipendana, wakafikiria kuianza familia, wakaanza familia kwa furaha. Baadaye hutokea kuna mambo ambayo hayaepukiki Mwanamanga. Si ati watu wote huingia kwenye talaka kwa kutaka. Wengine huingia kwenye talaka kwa sababu wanaona hili nimejaribu kulirekebisha lakini halirekebishiki. Limeshindikana. Yes. Kwa hivyo swala lote hili la talaka huja na challenges zake. Lakini pia co-parenting ina challenges hata zaidi. Kwa sababu jambo ambalo huwa limetokea na kupelekea watu kuachana mara nyingi zaidi huwa si jambo zuri. Kwa hivyo wengi huingia pale kwa co-parenting wakiwa na a negative attitude. Ile ya kwamba huyu alinifanya hivi, huyu alinipiga tukio, ndio maana anabeba grudge. Lakini kwanza zaidi mimi nafikiri mtazamaji, kitu ambacho nataka kuzungumzia hii leo kabla hatujaanza co-parenting, wakati tu unapoachana na yule aliyekuwa mpenzi wako, labda alikuwa mkeo halali ama ilikuwa ile hit and run, mlikuwa tu kwa relationship na mkapata mtoto, baadaye mkaamua sisi hatutaoana, muna mtoto pale, kabla hamjaanza co-parenting, nafikiri wewe kama mama, wewe kama baba unafaa kukaa chini na kuangalia kwamba mimi nitafanya hii co-parenting nikizingatia zaidi maslahi ya huyo mtoto. Kweli. Kitu cha kwanza, kuna wale ambao wameachana, wakakaa muda, kisha wakapata mpenzi mwingine. Unapompata mpenzi mwingine, iwe ni mwanamke, ni mwanamume, kitu cha kwanza kabisa, ili hii co-parenting iwe ni nzuri, iwe yenye kuzaa matunda, lazima umueleze mpenzi wako ukweli. Inasikitisha Mwanamanga ya kwamba wengi saa hizi mtu anataka kumove on with life, hataki kumweleza yule mpenzi wake wa sasa ukweli wa zamani. Kwa mfano amwambie, yes, mimi mpenzi wangu, yes, unataka kunioa, lakini mimi nina mtoto. Badala yake anaona mimi nikimwambia nina mtoto hili soko mimi nitalikosa. Kwa hivyo anaona heri ya mdanganye. Hasa wanawake. Unapata mchumba na mnakuwa katika mahusiano ya kimapenzi, humwambii kama una mtoto, unafanya siri, baadaye mshaingia kwenye ndoa ndio unapata kumbe huyu ana mtoto. Wanaume wengine pia wanafanya hivyo. Anapatana na mchumba kwa sababu anaogopa kumpoteza, anamdanganya kwamba yeye hana mtoto. Alafu baadaye akishaingia kwenye ndoa, baadaye sasa katika ile hali ya kwamba yule mtoto anataka malezi, huyu mkewe ndio anagundua kumbe huyu ana mtoto. Tayari pale yule mwanamke atakuwa ameingiwa na chuki, yani kule kukubali, yes, kumeingia doa pale kwenye ile ndoa. Kwa hivyo wewe mwanamke, wewe mwanamume, kabla hujaingia kwenye ndoa nyingine, iwapo una mtoto, mwambie yule mwenzako ni hivi, yes, unataka kunioa lakini mimi nina mtoto wangu. Na mtoto mmoja, wawili, watatu, usiwakimbie watoto, usikatae uzazi. Yes, akukubali wewe kama vile ulivyo. Sasa akishakubali inakuwa rahisi kwako wewe kuweza kuangalia mambo ya malezi. Kwa sababu wewe kama utaishi na huyu kama mkeo ama mumeo, mara nyingi zaidi ukitaka kusikia mtoto ana school fee, umepigiwa simu mtoto ana school fee, yule mzazi mwenzako hata question, mbona nikupigia saizi, mbona ni school fees, vitu kama hivyo. Kwa sababu ushamueleza, yeye mwenyewe amejiprepare psychologically kwamba huyu niliye naye ana mtoto. Kwa hivyo mtoto ana uhuru wa kuwatembelea nyinyi wazazi wengine. Yes, so in case of an emergency inakuwa rahisi kwako wewe hata kuweza kushughulikia ile emergency. Labda mtoto ni mgonjwa amelazwa, unaweza kumwaga mkeo umwambie mke wangu mimi naomba saa hizi 2:00 natoka, nimesikia mtoto wangu ni mgonjwa kwa hospitali, wacha niende. Ama mume wangu mimi natoka, mtoto hajisikii vizuri. Sidhani kama yule mzazi mwenzako ataweza kukasirika. Lakini uongo, kutosema ukweli, wewe kama mzazi, mara nyingi zaidi huletea hizi challenges ambazo nitazizungumza hapa katika co-parenting. Kwa hivyo challenge ya kwanza kabisa ambayo hupatikana kwenye co-parenting bila shaka ni watu kuweza kufanya haya malezi wakiwa na hisia.
Mwanamanga, unajua kama nilivyokuambia, talaka haitokei hivi hivi. Talaka hutokea na sababu ambazo yule aliyeachwa ama aliyeachana anajua kwa uhakika hili ni jambo ambalo mimi singeweza kulivumilia. Na nataka kusema tu, nalizungumzia swala hili, najua kuna wengine litawagusa na litakuwa linawaumiza, tupoe sote. Lakini nataka tu kusema kwamba lazima tukubali kwamba sisi hatupo kwenda kwenye ndoa. Sasa basi, likija swala la mtoto, iwe tutaliangalia swala la mtoto kwa ukomavu na kujali maslahi ya mtoto. Si atio, mimi nilimshika huyu mume wangu yuachiti, kwa hivyo wakati wote akinipigia kuhusu mtoto kwanza na mchamba, ndo nimwambie mtoto anataka hitaji hili. Ama akikupigia simu, huyu silikuwa akinichiti, huyu mimi simshikii, mtoto wake hata simwambii chochote. Kwa hiyo unampotezea mtoto haki zake. Unampotezea mtoto haki zake kwa sababu ya ile hasira yako. Baba mtoto anakupigia, shule zafunguliwa next month, hebu nitumie school fee structure. Wewe utajua mwenyewe zile utakazotuma, usinisumbue. Wakati ule ukinicheat, ambapo athari hapo ni ya mtoto, kwa sababu pesa ikitumwa nusu, mtoto atakosa masomo, ataregeshwa nyumbani. Wacha hivyo Mwanamanga. Kuna watu sahizi, kuna watoto wameacha masomo. Baba zao wanajiweza, mama zao wanajiweza, lakini hawaendelei na masomo kwa sababu ya kibri ya mzazi mmoja. Hasira ya mzazi mmoja. Unampata baba ana mali, mtoto wake anafedheheka mitaani. Hana hata mali kwa kuishi. Labda mama yeye aliharibikiwa, hana ndoa, yupo mzazi wa huyu mtoto ana nyumba nyingi, lakini mtoto yuko juu kwa sababu ya kibri na chuki ya mzazi mmoja. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nataka kusema kitu kimoja. Iwapo kutatokea talaka na ije katika maswala ya kulea mtoto, tafadhali tuweze kuweka maslahi ya mtoto kwanza kuliko hasira zetu, ili mtoto aweze kufanikiwa. Kwa mfano ni school fee, mpigie mzazi mwenzako ukiwa na heshima. Na iwapo yule mzazi mwenzako ameshaolewa, uwe na heshima zaidi. Kwa sababu acha nikwambie Mwanamanga, kuna watu ambao hivi sasa sijui ni kwamba wanataka kumharibia yule mwenzake ama ni vipi. Wewe ni mama, mtoto tangu asubuhi amekwambia mama, mimi nilikuwa nataka kiatu fulani. Huna pesa, utangoja saa 5 za usiku baba nilala na mkewe ndo wapiga simu. Halo, wajua huyu Jen alikuwa yuataka viatu. Yaani ule mchana mzima huko unajua mtoto wako anataka viatu. Saa 8 za usiku ambayo yule mume amelala na mkewe, wewe ndio wataka kupiga. Kwa hivyo kwa sababu kutaka tu kuharibu. Kwa hivyo tusiwe wale kwamba wewe umeharibikiwa wataka kumharibia mwingine. Asubuhi saa 11 baba ya mtoto bado amelala, mama ya mtoto bado amelala, ushapiga simu. Wajua zile dawa za mtoto zimeisha. Wajua saa hizi dawa za mtoto zimeisha. Ukijua mtoto wangu anatumia dawa bado siku 5, mpigie babake ama mtumie hata message. Salamu alaikum, ama vipi, yategemea na dini yako. Mtoto dawa zake zinaenda kuisha. Hapo da tatu. Hapo. Ili swala la co-parenting. Yes. Haswa kwa hawa wazazi wenye heshima. Haswa kama mzazi mwenzake ameanzisha mahusiano mengine kwengine. Inakuwa rahisi, kwa mfano simu ya yule mzazi mwenzake haipatikani. Pale nyumbani si wako wawili. Pengine yule baba mtoto hapatikani, basi yule mke mwenzie ambaye mama yake mdogo huyu mtoto anachukua lile jukumu, mnawasiliana vizuri, hali ya kwamba baba hapatikani, lakini yule mama ambaye si mama yake mzazi, lakini kutokana na ile heshima iliyojengwa na huyu mama wa kando, mama mwenye mtoto sasa. Ile relationship ya communication nzuri, ile heshima nzuri inapelekea yule mtoto kusaidiwa na huyu mama ambaye si mama yake. Yani umezungumza swala zuri zaidi. Yani mara nyingi zaidi, iwapo mtoto wako analelewa na babake na yule baba ameoa mke mwingine, mimi naona ni vizuri uzidi ama udili na yule mama. Kwa sababu yule mama ndio ambaye anaishi na yule mtoto. Kweli. Lakini acha nikwambie kitu kingine ambacho pia kwenye co-parenting kinakuwa kigumu. Yule baba kama ameoa, analewa yule mkewe wa sasa ndo analea yule mtoto. Mara nyingi zaidi yule mama naye anaanza, mama wa kambo sie, mwanangu yuateswa. Mimi ninapigiwa simu nikaambiwa mwanangu yuosha vyombo. Ni mtoto wa kike, anafaa kufundishwa kupika, kesho atakuwa kwake nyumbani. Utaki afundishwe kuosha vyombo, wataka nini? Mtoto wa kike analewa na mama wa kambo. Yes. Amemwambia mwanangu na mimi ninatoka kazini ninachoka. Hebu mwanangu niwashie jiko nitaka kupika. Mwanangu yuateswa kukiicha na jiko la makaa yuambao awashe jiko. Wewe yule ni mtoto wa kike, utaki afundishwe, utaka kafundishwe na nani? Mtoto wa kiume yuko pale, ameambiwa mwanangu ninatoka kazini ninachoka, hakuna nazi leo, mwataka wali. Hebu nenda zako dukani ukanunulie nazi. Mwanangu yuangaishwa mtaa mzima akitafuta nazi. Ni mtoto wa kiume, atachukua jukumu vipi? Kwa hivyo mimi nasema katika co-parenting, wewe kama mzazi pia lazima uwe very positive. Ikiwa mtoto analelewa na mwenzako, hata kama wewe ni baba yuko kwa baba mwingine, isiwe huyu ana tabia mbaya akija hapa, yule baba mwingine yule amlei vizuri, anafundisha tabia mbaya. Mtoto ankuja na kipele, yule baba hajui kuprovide. Wewe kama unajua kuprovide, mbona mtoto wako hukumchukua?
Ugonjwa wa Mungu, hatupangi ugonjwa. Yes, kwa hivyo tafadhali tusilee watoto wetu na hasira na emotions ambazo hazina maana. Tuweke emotions kando, tuangalie maslahi ya mtoto. Kitu cha pili umezungumzia kuhusiana na communication. Mawasiliano. Ndio hapo nakuja tena kwenye swala lako. Wakati unataka kuwasiliana na mtoto. Mtoto analelewa na mama, yani yule baba ameoa mama mwingine. Jaribu kumtia urafiki yule mama. Mama hana shida yoyote. Imani yajengwa na urafiki. Yes. Alikuwa nataka kukuuliza labda mtoto wangu ameamkaje? Mtoto ana homa nini? Umempeleka hospitali? Wacha naja. Lakini wewe una lazima na yule baba ndio uweze kumtia kitumbo joto huyu mke mwenzako. Ama wewe uko hapa wataka kumpigia nani? Wataka kumpigia mwanamke. Wamgoja anlala na mumewe ndo wampigia. Yule mume wake asemeje? Huyu nani wa kupigia saizi? Mbaba mtoto wangu. Si nyinyi mko msema mumeachana. Lakini muda wa kupiga simu, muda wa mawasiliano. Another challenge is ile gadget ama ile simu ambayo itatumiwa katika mawasiliano. Kwa mfano mtoto ako under 5 years na unataka kuzungumza naye wewe kama baba. Haizi nunuliwa simu yule. Lazima utapiga ile simu ya mamake ama simu ya babake. Ikipigwa pale yule baba ambaye ankuoa sasa ankuja juu. Yani huyu si yani yeye kwa nini akupigie wewe? Nyinyi kina baba na nyinyi kina mama ambao mmeolewa na nyinyi eleweni. Hapa kuna mtoto. Usiwe umeolewa basi wewe mume ankua wako, simu inkua yako, kila kitu kinkua chako. Hana ruhusa na watoto wake. Hana ruhusa na watoto wake. Watoto wakija wanataka kuzungumza na baba. Wewe ulikuwa zungumza nao nini wewe? Mimi ninakuona wanisengenya na watoto. Yani vitu ambavyo havina maana. Mawasiliano lazima yaweze kuwa wazi. Wakati mwafaka. Ni kitu muhimu kizungumze uwe muwazi. Kwa hivyo communication ni muhimu zaidi. Kitu chengine pia tuangalie maslahi ya mtoto kama nilivyoweza kusema. Ego haisaidii. Pride haisaidii. Kweli. Ukiwa na ego, ukiwa na pride, ukiwa na majivuno, mtoto wako ndo ataharibikiwa. Tutabreed generation mbaya kwa sababu yule mtoto ana hasira. Baba akipigiwa kila siku ana pesa, hataki kusumbuliwa. Ama wewe umeachana na baba mtoto, watoto umewachukuliwa wapeleka kwa mamako na unamwambia yule baba hakuna ruhusa ya kwenda pale kwenda kuona wale watoto. Yule mtoto hawezi kubond na wazazi wake. Either ni baba hakuna, yani hawabond. Baba haezi kukaa na mwanawe akajua mwanangu nilimlea hivi na hivi na hivi. Yani chuki. Ikija kwenye masala ya watoto Mwanamanga, lazima wewe kama mzazi uweze kujali maslahi ya watoto. Ile pride yako, swallow your pride my friend, uweze kulea mtoto. Kitu chengine pia datatu katika hawa watoto wa kulea kama hiyo. Mamake yuko kando, labda walelewa na mama wa kambo, lakini baba wa mzazi yuko. Unafiki wa watoto. Mtoto wangu kule anakolelewa mimi silali naye. Kwa hiyo anaponiletea kesi mimi kama mzazi, kabla sijachukua majukumu lazima nikae na wale wazazi wenzangu wawili. Naam. Sasa sisi binadamu mara nyingi katika jamii tunachukua majukumu mikononi. Sisikizi ule upande wa pili. Ile kesi nishapewa na mwanangu basi mimi nishaiva, nishaja najibeba, 3 waishi na mwanangu vibaya. Si ndio nilikuwa nakwambia? Yani katika masuala ya watoto lazima wewe mwenyewe pia uelewe. Wewe uliachwa pale kwenye lile boma, labda kuna wifi yako ilikuwa mwapendana, ama kazi ni ya mumeo yuko, ama jirani. Wewe umeolewa lakini wataka kujua huku kuendelea nini. Wapigia simu, wampigia jirani. Mmemkaje wenyewe? Hatuna neno. Mtoto wangu leo umemuona? Na mbona ameenda shule na shati halina kifungo? Labda pia kifungo kinkatikia njiani, wapigia simu. Watoto wake wako smarti, wangu wateswa. Na yeye mtoto akiulizwa yukwambia mtoto ni mtu ambaye huwa anapenda kupendelewa. Definitely akipata kitu ambacho hakiko sawa atakwambia mama mimi jana nilipewa slesi moja ya mkate. Kama huo ndio mpatikana wewe mama, na wewe hata una hikma ya kuweza kuuliza, unaanza kumwambia huyo mama wako wa kambo siye. Wewe kama mzazi waanza kumtia chuki mtoto. Kwenye swala la co-parenting tuangalie maslahi ya mtoto. Mtoto akikuletea kesi, mtoto wako analelewa mahali kwingine, mama mimi nakuletea nafanywa hivi na hivi, mpigie yule mzazi mwenzako. Mtoto ananiambia hivi na hivi, kulikuwa na nini? Unaona? Kweli. Yes, sasa katika masuala haya yote ya malezi, cha muhimu zaidi mimi nafikiri ni kukaa chini na kuelewana, hata kama mlikosana kiasi gani. Kwa mfano nyinyi ni pamba na moto, hamkutani, muliachana mpaka mkenda kwa kadhi. Rudini kule kule kwa kadhi, kwa sababu ndio kiongozi wa kidini, muweze kuzungumza namna mtakavyomlea huyo mtoto.
basi sisi tutakuwa tunakutana mara moja. Kuna ofisi pia za children. Lakini ile ofisi ya children mara nyingi zaidi mkifika kule ni kukosana tu. Baba waambiwa utakuja ukatwe mshahara, sijui nini. Lakini mkienda zenu katika ofisi ya kadhi, kama wewe ni Muislamu, ama mwende kwa pasta wenu ambaye aliweza kuwaozesha, kaeni chini muzungumze kizazi, nyinyi ni watu wazima. Ni kwamba basi hii shule ikifungwa ina wiki 4. Mimi nilikuwa naomba zile wiki 2 za kwanza mtoto nije nikae naye kwangu. Hizi wiki 2 atamaliza kwa nani? Kwa mwenzangu. Kwa mwenzangu. Na mimi kwa sababu kazi yangu iko hivi, saizi maisha yamekuwa magumu, mimi naweza afford kulipa school fees, wewe mwenzangu unaje uweze kumnunulia chakula. Yani muzungumze mkiwa mnazingatia masala ya mtoto. Lakini kila mtu kama yuko juu, mtoto yuharibikiwa. Ndio maana unaona watoto wanafedheheka, wamekosa elimu, wamekosa mavazi, wamekosa mambo mengi kwa sababu ya kibri, chuki, fitna na mambo mengi zaidi ambayo yanaletwa na co-parenting. Co-parenting imejenga sana hasa masuala ya mtoto kubeba vita vya wazazi ambapo si sawa. Yes, tumeona watoto siku hizi Mwanamanga. Kwa mfano ni mtoto wa kike, anasema mimi kama kuolewa nkule, hata heri basi niwe lesbian. Yes. Mwenyezi Mungu atustiri na kizazi chetu. Mungu atunusuru. Lakini kuna vile vyanzo ukiuliza wale ambao wengine wamejiingiza katika masuala haya ya jinsia moja, ni ile anaona mzazi wake ameteseka, akifuatana na baba ama akifuatana na mama, hawaelewani, ama unapata mume anasema mimi wacha nipendane na mume mwenzangu. Mwenyezi Mungu atustirie vizazi vyetu. Lakini mambo kama haya ndio ambayo huchangia zaidi. Wakati mwingine pia unajua mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kama mtoto amelelewa na single parent, haoni neema ya baba, haoni chochote cha baba ama cha mama. Akikuwa mkubwa sasa, baba wewe ni mgonjwa, wasikia babako basi ajisikii vizuri, yuaje kuacha, asema babangu mwenyewe sikumuona wakati nikilelewa. Kwa hivyo yeye anakuwa yani hana ile attachment kwa babake, kwa hivyo hata kumshughulikia babake mzazi hajali. Wengine hata inapelekea majina ya baba zao wanayafutilia mbali, wanaandika majina ya baba mengine, ya babu zao. Kwa mfano kuna kisa hapa, ama kuna swala lilikuwa linaendelea sana kwenye mitandao, nafikiri wiki iliyopita. Watu walikuwa wanauliza, baba wa kukuzaa na baba wa kukulea, ni nani ambaye anafaa kupewa mali yako wakati wa kuolewa? Huyu amekuzaa ni mtoto wake tu, lakini bahati mbaya akaenda, na labda ni wale kina baba ambao hawashughuliki labda mambo ya co-parenting, walikuwa na hasira, akaachwa akalelewa na baba mwingine. Mtoto yotaka kuolewa, bado jina ni la baba yule mzazi, lakini amelelewa na mtu mwingine. Mali ipelekwe wapi? Mali ipelekwe kulikolelewa. Sasa unaona wewe unasema ipelekwe kulikolelewa, lakini baba wasema yeye ndio mwenye wangu. Kama anaweza kuja pale kwenye harusi akasema nani aliyepeana ruhusa mtoto wangu ozeshwe, ana haki, manake ana jina lake. Kwa hivyo mimi naomba tusifike tukakuza generation ambayo iko na chuki, tukakuza generation ambayo baadaye inakuwa haina role model, kwa sababu yeye labda baadaye atakuwa mtu mzima na yeye atataka kuanza familia, lakini akiona the dad was a don't care, hata yeye anasema wewe usinisumbue, mimi mwenyewe nalelewa na single parent. Kweli. Yaani ile moyo wa huruma pia ana. Wewe bwana mimi wewe usinicontrol wewe. Mimi mwenyewe nalelewa na mama peke yake na ninakuwa. Wewe utaniambia nini? Kwa hivyo vizazi ambavyo tunavilea, hii co-parenting inaweza kuchangia kuwa watu ambao wameongoka ama watu ambao wamepotoka. Na mtazamaji, kama ulivyosikia, tunakujenga, Yes. Na mtazamaji, kama ulivyosikia, tunakuchana tunakushona kuhusiana na masuala ya co-parenting. Kunao baadhi yetu ambao wamefanikiwa katika masuala kama haya. Unapata mtoto ana mama wawili ama ana baba wawili, na wale baba wanaelewana, inapomfikia heri wanamchangia wote kwa pamoja. Aidha ni harusi tunaona wanasherekea mtoto wao, aidha ni msiba wa familia moja wanasimama kama familia. Hayo ndio masuala tunayotaka kuyaona katika jamii yetu, kwa sababu hili swala ni sugu. Wapo waliolifanikisha, kwa hiyo tuomba tuchukue mifano kutoka kwao. Mimi nataka kupeana mfano. Kuna wakati mmoja mimi huwa ni mshereheshaji wa harusi. Naam. Na kuna harusi moja nilienda ambayo huyu mtoto babake alikuwa ameoa mke wa pili. Na alipooa mke wa pili, nafikiri huyu baba aliwakutanisha kina mama, sijui yani hata kama au kina mama walikuwa na differences, basi hawakutaka kuzionyesha kwenye ile harusi. Sasa katika hali ya zawadi akaniambia mtu wa kwanza atakayetoa zawadi ni mamangu mzazi. Nikamwambia sawa, hiyo pia ni vizuri. Baadaye akishapeana zawadi akaniita. Akaambia MC waitwa pale, nikaenda. Akaniambia naomba tafadhali kabla hujaendelea unitie mamangu mdogo. Ambaye mama mlezi sasa. Si mama mlezi, ni mama wa kambo. Okay.
Akaniambia yule mama amenilea vizuri sana. Mashallah. Wakati mamangu alikuwa hayuko, kuna wakati mamangu aliweza kugonjeka, akapelekwa hospitali na sisi tulikaa kwa yule mama. Alitufanyia kila kitu. Kwa hivyo mimi nathamini malezi yake, nathamini alivyonibeba. Kwa hivyo mimi naomba leo awe recognized kama mamangu pia. Mashallah. Wallahi ilikuwa wakati wa furaha, mimi mwenyewe niliweza kufurahi. Na wakati yule mama mdogo alipokuja, alikuja na zawadi kubwa zaidi ambayo ilimshinda hata yule mama mzazi. Si ati ni kitu ambacho najaribu kusema ati labda mama mzazi alikuwa amefeli. Najaribu kueleza, katika co-parenting, kama mambo yatakuwa mazuri, hata baadaye tutaweza kulea familia nzuri. Hata kama ni polygamous marriages. Lakini wewe mwenyewe baba umeamua co-parenting. Huyu mmoja akiwa na challenge, ni mgonjwa, watoto wanawapeleka kwa mama mwingine wanalelewa. Kabisa. Lakini wewe masuala ya co-parenting hutaki kusikia, wewe ndio unatia chuki. Mara nyingi zaidi tutakuza jamii ambayo haielewani. Kwa hiyo mtazamaji, chuki tuzitoe, tuweke differences zetu nyuma, tuzingatie sana masuala ya mtoto katika hali ya kukuza kizazi bora. Kwa haya na mengine mengi, usikose kututizama. Naam, mie naitwa Tatu Amani. Asante kwa kututazama, na nina imani kama wewe ni mzazi ambaye kwa hivi sasa mtoto wako analelewa kwingine na unajaribu zaidi ku-co-parent ama unajaribu kuangalia namna utakavyolea mwanao, basi kwa njia moja au nyingine hii limeweza kukufaidisha. Iwapo kulikuwa unafanya makosa, labda makosa madogo madogo katika ulezi, basi naomba ujirekebishe, ujali maslahi ya mtoto wako na mtoto akue katika mazingira mazuri. Kwa heri.